mpendwa mtazamaji wetu wa kipindi chako kizuri cha The God First. Na mimi ni mtumishi wako Eli Mashaka, niko hapa kuzungumza nawe. Na kama nilivyokwisha kukwambia wiki iliyopita, tulijifunza kwa habari ya upendo. Na leo nikakwambia nitaelezea chanzo cha upendo, nikakwambia nitaendelea kujifunza nawe kwa habari ya upendo. Na mimi katika kujifunza kwangu nikakutana na chanzo cha upendo ni Mungu. Niliwaambia wiki iliyopita, lakini leo tutapitia maandiko kidogo kuthibitisha hilo kwamba Mungu ndio chanzo cha upendo. Waraka wa kwanza kwa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8. Biblia inasema, wapenzi na tupendane, kwa maana pendo latoka kwa Mungu, na kila ampendaye amezaliwa na Mungu na kumjua Mungu. Yeye asiyependa amjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mpendwa mtazamaji wetu wa The God First, nimeendelea kukufundisha kwa habari ya upendo, na leo nataka nikwambie vitu vichache kuhusiana na upendo tu. Nitaanza na chanzo cha upendo. Nimesoma hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza kwa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hata ule wa 8. Tumeona Mungu ni pendo, lakini nitarejelea kwenye kitabu kile ambacho ndio kikuu kinaonyesha au kilichobeba msingi wa neno upendo, ni kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Ninauzungumza upendo wa Kristo kwa dunia, ninauzungumza upendo wa Kristo kwa wanadamu, ambapo kikao kilikalika kule mbinguni. Yesu akasema, Baba, nitume mimi nikawaokoe wanadamu. Najua kabisa yeye ni Mungu kwenye mamlaka, lakini alivyokuja duniani akauvaa mwili kwa kutupenda sisi, basi akafa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Lakini nataka nikufundishe tena kwa habari ya upendo, amri kuu za upendo. Amri kuu za upendo. Nitasoma kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 37 na 39. Ukipata nafasi utakwenda kusoma mwenyewe, mpendwa mtazamaji wetu wa The God First. Lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 7. Hii ni sura inayoelezea sifa na amri kuu za upendo wa kweli. Sifa na amri kuu za upendo wa kweli. Kama unaandika, kama kuna mahali unoti kwamba sifa ambazo zinadhihirisha upendo wa kweli. Upendo uvumilia. Paulo alizungumza kitu kama hicho. Upendo ufadhili. Ukiona ufadhili wenzako, unajua wewe huwapendi. Lakini pia upendo hauna wivu. Anasema upendo hauoni fahari. Lakini pia hauna kiburi. Haukasiriki upesi upendo, lakini ustahimili yote. Yaani hata kama mtu atakufanyia kitu gani, hata kama mtu atafanya nini kwa ajili ya maisha yako, lakini kama kuna upendo, hivi vyote vinakuwa vimebeba humo. Mtu hata kuchoka kama kweli atakuwa na hivi vitu vyote, kwa atakuwa na upendo. Nimalizie tu kwa kitu hiki ambacho kitakusaidia jinsi ya kuonyesha upendo kwa vitendo. Somo langu kwa wiki hili litakuwa linaishia hapa. Jinsi ya kuonyesha upendo kwa vitendo, kuwasamehe wengine. Rafiki yangu, kama unaona moyo wako umekuwa mzito kuwasamehe wengine, wewe huna upendo. Nenda mbele za Bwana, Bwana kufundisha upendo. Lakini kusaidia wahitaji. Leo hii dunia imekuwa katika majanga mengi. Wenye uhitaji wamekuwa ni wengi. Rafiki yangu, kama ukipata nafasi ya kwenda kuwasalimia watu wenye uhitaji, ya kwenda kuwatembelea watu wenye uhitaji, itakuwa ni njema. Utakuwa umeudhihirisha upendo, na sio upendo tu, utakuwa umedhihirisha pendo la kimungu. Lakini niseme kuwaombea na kuwapenda adui zetu. Hii utasoma Mathayo sura ya 5 na mstari wa 44. Kuwaombea na kuwapenda wenzetu au adui zetu. Lakini pointi ya mwisho, kuishi kwa upendo katika ndoa na familia. Wanandoa, kuishi kwa upendo katika ndoa na familia. Kama nilivyokufundisha wiki iliyopita, nilielezea aina za upendo, lakini jinsi ya kuonyesha upendo kwa vitendo nitarudia haraka. Ya kwanza, kuwasamehe wengine, Wakolosai 3:13. Kuwasaidia wahitaji, waraka wa kwanza kwa Yohana sura ya 3 na mstari wa 17 na 18 utasoma. Lakini kuwaombea na kuwapenda hata adui zetu, Mathayo 5
mstari wa 44 utasoma. Lakini kuishi kwa upendo katika ndoa, wanandoa, hili linawahusu sana. Kitabu cha Waefeso 5:25 utakwenda kusoma. Nikutakie wakati mwema, nikutakie tafakari njema unapoendelea kulitafakari somo la upendo. Wiki ijayo tutakuja kuhitimisha matokeo ya kuja kuishi kwa upendo. Wiki ijayo tutakuja kuhitimisha hapa Mchucha TV katika kipindi chako kizuri na kipindi pendwa ambacho kinakusaidia kukufundisha neno la Mungu kupitia kipindi hiki cha The God Fest. Mimi ni mtumishi wako Eli Mashaka, ninakupenda, ninakuombea na Mungu akubariki. Bye bye.